Ni wakati mzuri wa neno. Ni wakati mzuri wa neno kutendewa hitaji la moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutendewa hitaji la moyo wako. Tunataka tukapate kumwangalia ndugu yetu Ibrahimu na dada yetu Sara, waliokuwa na kilio cha miaka mingi. Walikuwa wanaugua ndani ya mioyo yao, wakitaka kupokea kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ikafikia wakati wakawa wamelikosa tumaini, wamekata tamaa ya kwamba hao hawatafunguliwa, hao hawatabarikiwa. Haleluya. Kama ni kuomba waliomba, kama ni kuhudumiwa walihudumiwa, kama ni kuvunjiwa madhabahu yalivunjwa mpaka wakaweka mikono, kama ni sadaka walizitoa mpaka wakafilisika, lakini wakose kutendewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini hawakuvunjika moyo, walizidi kumulilia Mungu, na katika kumulilia Mungu Bwana alisikia kilio chao. Wakati wa Mungu ulipofika, walimuona Mungu akipata kuwatendea. Hata wewe nawe mchana wa leo, Bwana anaenda kutendea hitaji la moyo wako. Haijalishi jambo lako uliliombewa miaka mingapi, haijalishi mambo yako yaliyaweka kwa madhabahu zaidi ya miaka mingapi, lakini Bwana anasema ya kwamba mchana wa leo anaenda kukujibu hitaji la moyo wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimjia Ibrahimu, akamshukia na Sara pia, wakati walipokuwa wako na dhiki. Walimuomba Mungu, walikaribisha Roho wa Mungu katika mioyo yao, na baada ya kukaribisha Roho wa Mungu katika mioyo yao, neno linasema ya kwamba Bwana aliwabariki, maana hitaji la mioyo yao Bwana aliwapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nipate msomaji mzuri akapate kunifungulia kitabu cha Mwanzo. Akapate kunifungulia kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 10 mpaka 14. Nasoma Mwanzo mlango wa 18 kuanzia mstari wa 10. Unasema, akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, na tazama, Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema aliyokuwa nyuma yake. Basi Ibrahimu na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa, na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha, na bwana wangu mzee. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana, nami ni mzee? 14. Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa mhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Tunataka tumwangalie baba yetu Ibrahimu. Baba yetu Ibrahimu alikuwa yuko na kilio, ikiwa alikuwa anadai mtoto ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
Neno linasema ya kwamba Ibrahimu na Sara walikuwa wamekuwa watu wazee, wamezeeka, maana tamanio lao waliloliomba tongea ndoa yao ni changa, mpaka wamekuwa wazee wakose kupokea. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ikafikia wakati ikawa Sara amekata tamaa. Ikafikia wakati ikiwa baba yetu Ibrahimu amekata tamaa, maana anasema ya kwamba pale umri nimefikia, nituishi tu tukimngojea Bwana. Haleluya. Na wakati walipokuwa wako na hiyo kilio na msikitiko ndani yao, Mungu alipata kuwaona na akawaambia ya kwamba nitamtendea. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linasema ya kwamba wakati wa mwakani Mungu alimshukia Ibrahimu akiwa yuko katika nyumba yake, akitafakari umri huu ambao mimi niko nao, mali zangu ni nani atazirithi, maisha yangu yatakuaje, maana sijabarikiwa na mtoto, bibi yangu amezeeka na mimi mwenyewe nimezeeka, nifanye nini ili nipate thawabu mbele za Bwana? Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Na ikawa Ibrahimu amekata tamaa, amelikosa tumaini ya kwamba yeye atabarikiwa na mtoto. Maneno ya mtoto katika akili yake yalikuwa hayamo, yamekwisha. Sara naye maneno ya kuitwa mama yalikuwa hayamo ndani ya akili yake, maana yalikuwa yamemkushia. Na zaidi yoyote ni kwamba Sara alikuwa amekwama, ile ada yao ya umama ilikuwa imekwisha. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipoona ya kwamba ada yangu sioni tena, mimi sitapata mtoto, na mngojea Bwana wakati wake. Amina. Akawa amekata tamaa. Na alipokuwa alikuwa amekata tamaa, baba yetu Ibrahimu akawa ni mtu wa kuhuzunika. Ni kweli alikuwa kila siku anaenda katika madhabahu ya Eli na kumulilia Mungu. Alikuwa ni mtu wa kutoa sadaka nononono. Alikuwa ni mtu wa kulitoa fungu la 10. Alikuwa ni mtu wa kujitoa katika nyumba ya Bwana, lakini alikuwa bado hajabarikiwa. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Neno linasema ya kwamba wakati malaika wa Mungu alipomshukia baba yetu Ibrahimu na kumwambia kwamba Ibrahimu, ninakuona una huzuni, japokuwa umekuwa mtu mzima na hata bibi yako Sara amezeeka, maana ada yake haioni tena, lakini nataka nikuambia ya kwamba unaenda kubarikiwa na mtoto. Kile kisichowezekana ninaenda kuwezekana. Watu wakajua ya kwamba wewe ni mali yangu na sitakuacha katika maisha yako. Amina. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sara akasikia sauti ya Bwana ikinena na bwanake Ibrahimu. Neno linasema ya kwamba Sara aliachilia kicheko ndani ya moyo wake, na eti kilikuwa ni kicheko cha furaha, bali kilikuwa ni kicheko cha dhiki, na kumwambia Bwana, kweli mimi nami nitabarikiwa na mtoto. Amina. Kicheko cha Sara kilikuwa si kicheko cha furaha. Ndipo Bwana akakiona kicheko cha Sara, akamwambia bwanake Ibrahimu, ninamwona Sara akicheka sana, lakini nataka nikuambia ya kwamba inapofika mwakani mwezi kama huu unaenda kupokea mtoto, maana Sara jina litaenda kubadilishwa. Hataitwa Sara tena, bali ataitwa mama fulani. Na wewe hautaitwa Ibrahimu tena, maana unaenda kubarikiwa, utaitwa baba wa mtu. Miaka mingi lakini haujafanikiwa, unahisi ya kwamba maisha yako yamefika mwisho, maana unahisi ya kwamba hautainuka tena mahali upo. Umekata tamaa, umekosa imani. Nataka nikwambia ya kwamba Bwana ameshuka, anasema liko tumaini cha wewe ya kuenda kufunguliwa lile jambo lako gumu ambalo huliwezi. Mungu anaenda kunyosha mkono na unaenda kufunguliwa. Mpendwa, ugonjwa uliokaa nao miaka mingi ya kwamba haujafunguliwa, kama ni kutoa sadaka umeutolea, kama ni kuvunjwa
Kama madhabahu umeyavunjiwa, kama ni kutoa sadaka nononono na mafungu ya 10 umeyatoa, wahuduma wamechukua maombi juu ya ugonjwa wako, wamechukua maombi juu ya nyumba yako, wamechukua maombi juu ya ndoa yako, lakini unahisi ya kwamba haujafunguliwa. Mchana wa leo Bwana anasema ya kwamba ni neno la gani gumu lisilowezekana. Anaenda kufungua mtu mchana wa leo, anaenda kuinua mtu mchana wa leo, anaenda kuponya mtu mchana wa leo. Wewe kizuizi kilichosimama, Bwana anaenda kukitoa na unaenda kupokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama una manunguniko ndani ya moyo wako cha kwamba mchungaji, ongea uondoke, maana hali yangu ni ngumu, haitawezekana, nataka nikwambie mchana wa leo, hali yako ngumu inaenda kung'oka kwa jina la Yesu. Maana Bwana anahitaji wewe ukapate kubadilishwa jina, anahitaji ukapate kwenda kufunguliwa. Usiangalie unyonge ulio nao, usiangalie dhiki ulizo nazo, usiangalie jinsi unavyonenwa, lakini Bwana anasimama pamoja nawe ili akapate kukuinua mpendwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linasema ya kwamba Sara aliposikia sauti ya Bwana ikimwambia Ibrahimu kwamba unaenda kubarikiwa na mtoto, Sara alicheka. Alicheka kwa sababu gani? Katika desturi yao ya wanawake ilikuwa imekwama. Na neno linasema ya kwamba unapokuwa umekwisha kukwama, mvua hainyeshi tena, hakuna baraka ambazo unaweza kuzipokea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Sara akaambiwa na Mungu, mimi sitaangalia mvua ya vuli wala ya mwaka. Wewe unaenda kubarikiwa na mtoto Samueli. Na Sara akaenda kupokea. Hata wewe nawe mpendwa mchana wa leo, usiangalie jinsi ulivyotengwa, usiangalie mvua ya vuli wala ya mwaka. Bwana akisema anaenda kukufungua mpendwa, unaenda kufunguliwa. Asante Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninajua umehangaika miaka mingi, umekuwa mtu wa kukataliwa na kudharauliwa, umekuwa mtu wa kutengwa, mpaka unasema ya kwamba nimezoea maisha yangu, haya maisha ya kutengwa ndio yangu, maisha ya ukufara ndio yangu, maisha ya kunungunikwa ndio yangu. Nataka nikwambie ya kwamba Mungu hakukupa maisha ya kunungunikwa, hajakupangia uwe mtu wa kutengwa, hajakupangia uwe mtu wa magonjwa. Anaenda kuondoa hizo hali ndani yako. Maana anahitaji akaone furaha kutoka kwako, anahitaji akaone mtu akifurahikia, anahitaji akikuona wewe ukimrukia Bwana. Haleluya. Asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sara alidai mbele za Bwana miaka mingi, aliteseka dada yetu Sara, akawa ni mtu wa kutengwa, mpaka akituma mtoto wa mtu anaambiwa kwamba bema na shalwa hao. Haleluya. Akichekesha mtoto wa mtu anaambiwa basi hao wanapenda kutafutwa, henda bidii na uife mama. Mpaka akawa hana amani ndani ya moyo wake, kama vile ambavyo wewe umekosa amani. Maana ukionekana kwa nyumba ya mtu umeenda kuomba deni, ukionekana kwa nyumba ya mtu umeenda kuomba chumvi, ukionekana kwa boma la mtu umeenda omba leso ili uende mazishini. Nataka nikwambie ya kwamba Bwana anaenda kukubadilisha. Hautaenda kwa sababu ya kuomba, hautaenda kwa sababu ya deni, utaenda kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Maana Bwana anaenda kujitukuza katika maisha yako. Bwana anaenda kusimama pamoja nawe. Bwana anaenda kukushika mkono kama alivyomshika mkono Sara. Anaenda kukugeuza jina kama alivyomgeuza jina Sara. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu akaona kaa ambaye kwake ni ndoto, lakini Bwana akamwambia Ibrahimu, uzee wako unaouona kwangu ninakuona kama ambaye bado wewe ni kijana wa miaka 18. Na kilio cha miaka mingi cha bibi yako Sara kinaenda kutimia ndani ya mwaka huu. Amina. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa sababu gani? Ibrahimu na Sara walikuwa ni watu wa kuwapokea watumishi wa Mungu. Walikuwa ni watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, na Bwana akaachilia malipo ndani yao. Kile ambacho walikuwa wanakidai miaka mingi ndicho Bwana alipata kuwapa. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Neno linasema mfalme Eli, nabii Eli, alipokuwa anapita katikati na kuenda kuifanya kazi ya Mungu na kurudi, kuna sehemu moja alipita akapata kuna mama mmoja Gehazi alikuwa ana kilio cha kudai mtoto. Haleluya, amen. Neno linasema ya kwamba Gehazi akamwambia bwanake, naona mtu huyu anayepita kila siku hapa na kuenda kuihubiri Injili, huyu ni mtumishi wa Mungu, tumufanyie mahali pazuri. Wakati anapopita tumkaribishe, aje akikaa hapa, akule, alale hapa na kuenda katika kazi zake. Kumbe Gehazi alikuwa anajitengezea jambo jema ndani yake na akapata kupokea hitaji la moyo wake. Amina. Haleluya. Neno linasema ya kwamba mtumishi yule wakati alipomaliza kazi zake anataka kutoka, akamtuma mtumishi wake akamwambia, kaniitie Gehazi nimutendee nini, maana nataka kurudi kwetu. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipoitwa Gehazi, pesa alikuwa yuko nazo, mali yuko nazo, ana ulinzi wa wanajeshi, lakini kuna kitu ambacho alikuwa amekikosa. Na akaambiwa na mfalme, nikutendee nini, maana nataka kurudi kwa baba. Akamwambia, mimi sina chochote ninaweza kukuomba, maana kila kitu niko nacho. Kile cha kuwa alikuwa hajapokea mtoto, kwake ilikuwa anaona kwamba kimefika mwisho, maana hana matumaini ya kupokea. Amina. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mfanyaji kazi wake akamwambia mtumishi wa Mungu Eli ya kwamba mtumishi wako kila kitu iko nacho, lakini ana shida moja, maana hajapokea mtoto. Eli akamwambia ya kwamba inapofika mwakani Gehazi, mwezi kama huu, masaa kama haya, unaenda kupokea mtoto wa kiume. Nataka nikwambia ya kwamba mchana wa leo mpendwa, Bwana anaenda kukupokeza kile ambacho anakidai mbele yako. Bwana anaenda kukupa ukiwa una ahadi uliahidiwa miaka mingi bado hujapokea. Siku ya leo jua halitaanguka. Bwana anaenda kukupokeza mpendwa. Hitaji la moyo wako unaenda kupokea, tamanio la moyo wako unaenda kupokea, kile ambacho umekililia miaka mingi. Neno linasema ya kwamba jua halitafika saa 12 tayari utakuwa umeenda kupokea. Kama ni simu za kazi unaenda kuzipokea, kama ni kufunguliwa unaenda kufunguliwa, kama ni kuinuliwa unaenda kuinuliwa, kama ni kubarikiwa unaenda kubarikiwa, maana vikwazo vimeenda kuondolewa. Gehazi amenena juu yako, Gehazi ametoa neno juu yako cha kwamba unaenda kupokea kwa jina la Yesu Kristo. Sara alidai, hata wewe unaweza ukadai na ukaenda kufunguliwa. Amina. Unaposimama katika kumtumikia Bwana, Bwana atasimama pamoja nawe. Unaposimama katika kumtumikia Bwana, wewe Mungu atatembea na wewe. Ndiyo maana ninaposimama kila wakati ninalinena neno la tumaini. Ni lazima uwe na tumaini ndani yako, uwe na tumaini ya kwamba hata nipitie changamoto kiasi gani, lakini Bwana atakuwa pamoja na. Tumaini yako inapokaa ndani yako, unapokuwa na ujasiri wa kiroho, hakuna shetani yoyote, hakuna kidudu mtu atakaye kuja tingisha imani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imani ndio wokovu. Tumaini. Ayubu akaambiwa kwamba bado liko tumaini. Hata mti unapokatwa, lakini mizizi yake huozea michangani, na kwa harufu ya maji huchipuka tena, na chipukizi lake halitakoma. Nataka nikwambia ya kwamba hata wewe kunalo chipukizi linaenda kuchipuka katika maisha yako. Waliokuzoea wanaenda kushangaa, maana kuna tagaa zinaenda kuchipuka tena, kuna tagaa zinaenda kuinuka tena. Unapokuwa na tumaini ndani yako, tagaa zinaenda kuchipuka mpendwa, maana nasema ya kwamba atafanya njia pasipokuwa na njia, atatoa maji hata nyikani, ya kwamba wewe ukapate kuinuliwa mpendwa. Tumaini. Najua sasa wanataka
Mana mala kumula machergao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Lakini si kwa mwili wenu. Bwana Yesu asifiwe. Watamtafuta, watamkosa, wataenda wenyewe. Amina. Tutapindua hizo meza. Wataenda wenyewe, hamtaenda nyinyi kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwambie Bwana mchana wa leo, nataka ukapande imani ndani yangu, ukapande tumaini. Mwambie Bwana kapate kuliachilia tumaini. Simama na miguu yako ukadai. Mwambie Bwana achilia tumaini. Bado liko tumaini la wewe kwenda kufunguliwa. Bado liko tumaini la wewe kwenda kuinuliwa. Bado liko tumaini la wewe na kutembea na Bwana. Amina. Simama na miguu yako kapate kudai kama Sara alivyodai. Kadai kama Ibrahimu alivyodai. Anatamani akapate kuona utukufu. Anatamani akapate kukiona, akasikie kutoka kwa kinywa chako, ili ukapate kubadilishwa maisha yako mpendwa.